patikana ndani ya kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 14 utashuka chini. Tutasoma kitabu chengine tukiketi. Ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umuco n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, kuko yavuze iti Imana yavuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko nimuve hagati ya ba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Kandi ntimukore ku kintu cyose gihumanya, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Amen. Umurage wegereye abera, umurage wegereye abera, uri hafi, ishaka n'umutima n'igice, iyanga isaraga y'umwami. Ndugu hizi atongoza ombi fupi katika jina la Yesu Kristo. Amen. kuko Imana ikora abicisha bugufi, natwe twabishoboye yuko Imana yumva abicisha bugufi. Kandi rwose rero Senyeri tumuje twicishe bugufi imbere ya tuzi ko Imana iri hejuru kandi ko Imana ikomeye. Rero Senyeri wakire imitima yacu, wakire Senyeri n'imitima yacu ikuzanye. Imitima yacu Senyeri ifite agahinda, ifite n'akababaro, ndetse Senyeri akababaro kacu karimo kacu niko twifuza gusana n'amagambo yawe. Rero Senyeri turahabwa n'abakora, tubona kandi twabonye gusigira ubujiji bw'ubuyobozi Senyeri. Ibyo bikamenya ko imitungo n'amayabo tuvuga ngo reka tubabwire Imana y'Imana Senyeri, amagambo yawe asigaye imbere yacu. Ariko ibyanditswe biravuga ngo igihe turica ko twahamagaye ukabona uhamagaye Senyeri abazishyura, uhamagaye ukabona ababo kugira ngo bose dusobanure. Tujya tubona neza twamuteye imbere ya Senyeri, bariya byose umanza bose bavuga abagiye imbere yawe bakora ibyo by'ishuri ryawe. Ndabisabira mwese kwiga umubyeyi barebere gusoma amasomo Senyeri manza wamuhaye kuvuga gusimu amavuga y'uko n'umusozi w'umurezi n'uko wawe Senyeri twumve ibivanwa bitutunga tubiture yatutunga ukuri kuko ubivuze turakwiriye uzusobanurire aya magambo yawe mukabona uzagaragaze hano ndetse ikabafasha muri benshi bazajya icyo twamenye n'umwana uko yatera ubwo bwose tubirukanye tubigesheje maze bari mu maso bari no tugaruze ituvana Senyeri twatwaye ituvana Senyeri amabare
abafite seminari bw'umwuka n'abandi seminari bahari bacifite kuko Imana yakoze kandi Imana ifite ibara yemera ubushobozi bwo ifite ibara yemera seminari abakoresha guhagarara uhagarike uberekeje turakwinjiza turakwinjiza mu bintu seminari ntabwo kugaragara kandi uzagaragaza mu ijambo ryawe umugaragu wawe ahagaze imbere yacu tumusaba gufatanyije imbaraga z'ijose ngwino akorere ku nawe ngwino n'amazi tugutezama icyatuma seminari utaza ko uterera icyatuma seminari utaza ko tukumva igikorwa n'amashanyarazi Naweza keti. Keti tutasoma kitabu cha Petro. Petro wa kwanza sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Ubwo mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya mwiyambure igomwa ryose no gusebanya mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Amen. Mana yacu ihagucyubahiro. Mungu wetu apewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Duhaye uno munsi wa none, unatupatia siku ya leo, duhaye nta kiguzi, natupa bila malipo, ntacyo twatanze, bila kupana kitu, tuweze kuishi, kutupatia kitu, tupate kupata nuru ya siku ya leo, patia kitu tuweze kuonekana mbele zake chenye Mungu alipana. Hicho kiliacha wewe na mimi tunapatikana mbele ya Bwana Mungu. Ule Mungu alifanya hayo, apewe sifa leo hata milele. Tunamshukuru. Tunamshukuru kwa kuwa sikusema tulikula vizuri. Tunamshukuru sikusema tulipata mavazi mazuri. Tunamshukuru sikusema tulipata manyumba mazuri au kupata gari nzuri au pesa. Tunamshukuru juu ya neema yake aliyotutendea tangu zamani. Wakati alituita, anatuchagua, anatuita, anatuita jina kuu. Naitwa wana wa Mungu. Mungu anatenda hayo, apewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Ndiye alituleta wewe na mimi, na acha tunapatikana tunapatikana kama anayefufuka. Sisi sote tulikuwa ndani usiku, kila yote alikuwa analala, alikuwa anasinzia, pamoja alikuwa mbali, lakini Mungu mwenye rehema anatutoa, anaturudisha ndani uhai. Tunakuja tukipumua, tunafika sahihi juu ya neema zake. Jina lake lipewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Nasoma maneno matamu yanayopatikana kitabu cha Wakorintho wa pili. Ni barua ya Paulo aliandikia Wakorintho. Alikuwa mtumishi wa Mungu, kama vile tuliwahi kuambia, ndiye mitume kwa mataifa. Mitume kwa mataifa si Abrahamu. Abrahamu ni nabii wa kizazi cha Odisea au Laodikia, kutoka ndani ya Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardi, Philadelphia. Alikuwa na wanabii, na wakati wetu wa Laodikia kusema nasi tukue na nabii wa hiki kizazi. Ule nabii alikuwa na nini? Alikuwa analeta neno. Tangu Efeso alileta neno, ukifika Smyrna alileta neno, ukifika kwa Sardi, ukifika Thyatira, kwa kizazi chochote alikuwa analeta. Bwana asema hakuna nabii alikuwa analeta neno baya, bali nabii yote alikuwa anasimamishwa
na nguvu za Mungu akileta nini? Akileta Bwana asema walikuwa wanaleta vyenye nataka au vyenye anasema ili Bwana anasema ndani kinywa yake ndicho alikuwa anasema. Wakati Balaamu anaenda kulaana taifa anasema eti chie Mungu anatia ndani ya kinywa yangu ndicho tutasema. Nasi kile ndicho Mungu alitupa. Sisi hatuko wanabii, lakini tuko watoto wachanga wanatumikia Mungu, lakini wakichukua habari njema, habari ya uzima wa milele. Ile habari ni ipi? Ile ni neno natoka kwa Bwana. Mpokee neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tena mlipokee na moyo kabisa unayefurahi. Tunasema eti msishirikiane na wasioamini, msikutanishe. Nuru na giza zikutanisha che? Kukuwa haki na kutokuwa haki biko na sehemu gani? Hawezi kutanisha. Nabii Amos anasema eti watu wawili wanaweza enda pamoja na walagane. Kweli kabisa, chimba la simba unaweza ngoma ndani ya shamba napata Mungu. Neno la Mungu. Mungu wetu abariki katika jina la Yesu Kristo. Kingali ile neno tu. Mtu yeyote anataka kuishi na Mungu, itaona ulize eti mtu anayetaka kuwa na Mungu anajikamata je? Ni kujikamata gani ya mtu anayetaka kuishi na Mungu? Sikiliza vizuri. Ukiishi na mlozi anakufundisha kuloga. Ukiishi na mlozi hakuna shule nyingine inaweza kufundisha, atakufundisha kuiba. Ukiishi na adui atakufundisha kufanya mabaya. Ukiishi na mwenye tabia mbaya bila shaka mambo ya paa na wewe utakuwa mchafu. Lakini watoto wa Mungu natamani sote kuishi na Mungu. Nani mtu anataka kuishi na Mungu? Mtu yote anataka kuishi na Mungu, kuna vitu anapaswa kuacha. Tusomee mstari wa kwanza, ndugu Tamuriza. Sura ya 6 mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Jeri cha kwanza, mtu yeyote anataka kuwa mmoja na Mungu, kuishi na Mungu, kujitenganisha kwanza na vyenye Mungu hataki. Vyenye Mungu akubali ni ipi? Kutoamini. Mtu amekutanisha kuamini, yeye haamini. Mtu anayeamini anakubali kama Mungu ni mmoja, anakubali kama Mungu anaweza vyote, anakubali kama Mungu ana nguvu, anakubali kama Mungu anamuongoza, anakubali kwenda njia ya Mungu. Lakini Mungu mwenyewe, mtu mwenyewe amekutanisha kuamini, ingawa unaweza mkata shingo, anakubali kukufa, lakini ashiriki na wewe, kuishi na wewe ndani ya njia ya Mungu. Anataka kukukokota. Wewe ni nani? Ni ulimwengu. Ulimwengu hataki tukusanyike. Ulimwengu hataki tupendane. Ulimwengu hataki tuishi pamoja na amani. Anatuletea heshima, anatuletea chuki, anatuletea kisirani, anatuletea uadui. Lakini ulimwengu kinataka kutenganisha na Mungu. Lakini ndio anatuambia eti usishiriki pamoja na usiamini, amkutanishe. Wangapi wanaamini? Usishiriki pamoja na wasioamini, amkutanishe. Kwa kuwa nuru na giza hawezi ishi pamoja. Kuwa haki na kutokuwa haki na udhalimu haviwezi ishi pamoja. Kimoja tunaishi hapa, tunaishi hapa. Wache watoe nasi tutoe, Mungu ya ukweli itaonekana. Kuwa hapa
uko na ukweli. Uongo nao uko kule. Ukweli hautaingia na mtu mwenye kudanganya. Hawezi ingia na hujamtambua. Mtu anataka kukuiba, hawezi shida pamoja ukose kujua kama ni mwizi. Mtu anataka kutenganisha na dada yako, mtu anataka kutenganisha na ndugu yako. Na kuna wakati wa ndugu na wadada zetu wanakuwa na tatizo za unyumba, lakini sio wote wanakuja kwako, wanataka kukutanisha na mke wako, wanataka kukutanisha na bwana wako. Acha niwaambie siri. Bwana, mume atakwambia eti mke wako alikushinda, alikuwa wangu, naweza kumfukuza, usimfanye rafiki ule. Dada yangu, mke atakwambia eti huyu mume wako hautamweza, kuna mahali kuna wewe ni muuaji, utengane naye. Bali kwa mmoja, neno la Mungu, usishiriki pamoja na sio amina, mkutanishe. Nuru na giza hawezi kutanisha. Kukua haki na kutokuwa haki haviwezi shiriki pamoja. Kubali kuwa mmoja na neno, kuwa mmoja na neno, utakuwa mmoja na Mungu. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Usishiriki pamoja na wasioamini, amkutanishe. Kukua haki na kutokuwa haki inaweza shiriki pamoja je? Nuru na giza inaweza shiriki pamoja je? Paulo eti muache zile kazi za giza, utembee ndani ya nuru, uvae kukua haki, tena mufunge ukweli kama chuma kinazozingira kifua. Ukweli hauwezi kutenganisha na mke wako, ukweli sio kutenganisha na bwana wako, ukweli sio kutenganisha na ndugu yako, ukweli sio kutenganisha na dada yako, bali ukweli ni kutenganisha na ndugu yako. Ukikamata neno, wanakubali kuishi ndani ya neno, watapata malipo yanayofurahisha. Malipo yatakufurahisha ni ipi? Kwa kuishi na Paulo bila mwisho, kuishi na Petro bila mwisho, kuishi na Abrahamu bila mwisho, kuishi na ndugu zake kabisa milele, kuishi na wewe kutangulia bila kuhuzunika, bila kugonjwa, bila kuwa na mgongo tena, bila kuwa na istoma. Na wakati taishi ukiishi ndani ya neno, wewe utaishi hatakuwa siku moja utakuwa na Mungu wetu milele na milele. Wanaoishi ndani ya neno wataishi na Mungu milele na milele. Ni nani mtu atakubali kuishi na Mungu? Atakubali kuishi na Mungu yote atakuita aishi ndani ya neno. Usitenganishe na kutoamini kokote, wajie kufanana na neno. Ya pili, mujivue chuki, mujivue chuki yote na ujanja na wivu na kwenda kusema mtu. Ni mambo ine nafatana. Jivue kabisa ile chuki. Yote yuko na chuki, anakatalia kitu, anachukatarisha, yeye atajikamata, anataka chikufe bure, chikose bila chake, kingekuwa chake. Wewe kabisa anakatalia kitu. Mwenye wivu akutakia kwenda mbinguni, anataka akuachie pale ndani ya kiroho, anaacha kile mandira ya kiroho, anataka kuendelea kugombana na pepo mchafu. Wewe mwenye wivu, hataki kuwa mwimbaji, hataki kuwa mshemasi, hataki kuwa mkubwa wa kwaya, hataki kuwa mhubiri, anaenda kukata tamaa, anataka kukota na kuvuta kusudi kusawishi mkutano mtakatifu kusanyika. Ujivue bila vya uzito vyote vinavyolemea.
Mujivue kabisa chuki yote na ujanja. Kuna mtu mwenye anaweza kukataza vyako, anasema kanikataa hivi na kufanya na hivi, anaweza kuwa hivi, ukifanya hivi, unafanya na hivi, wewe anakudanganya. Neno la Mungu ndio ukweli, wengine vyote ni uongo. Mtu yeyote anataka kuishi na Mungu ajivue kabisa ile mchafu wote, asivue kidogo, ajivue chuki yote, ujanja na wivu na kuenda kuzozana kote, tena tukue kama watoto. Tuko watoto wa Mungu. Ninaomba tuonekana kama tuko watoto wa Mungu. Ninaomba tena tukimwona kama ni mtoto wa Mungu. Nakwambia kama mtoto wa Mungu ni nini? Tabia mbaya au tabia nzuri? Nakwambia kama mtoto wa Mungu watu wake yake na Mungu wake na vile anaishi kwa kuwa yote tunafanya nataka masomo kuangalia nini kwa ndani ya shule kwenye na kuangalia mshikamata kwako haina kuficha huko ndani. Ni lazima tashinda la mtu katika jioni alisha kutambua, anakuchunguza. Sijui kama nasikia maneno haya. Mujivue kabisa kama unataka kuishi na Mungu. Unakusanyika siku ya leo, una wivu, una ile chuki, ile kisirani, bile vyote. We jivue kama unajivua koti mbaya ilichafuka. Sasa Bwana Yesu akumwangie damu yake itakutakasa, itakurekebisha, kisha safi. Shukuru Mungu, mwambie nami nashukuru Mungu kwa kuwa nami na kwa mmoja watakatifu watanyakuliwa. Wale nipoteze piga chini, nasema sitafariki bali nitaishi. Na kama Daudi alisema eti sitakufa bali nitaishi, kusudi nitangaze kazi ya Mungu aliyofanya ndani ya mataifa yote. Kisha shinda kifo ukiwa na damu ya Yesu Kristo iko ndani yako, uimbe useme eti Bwana Mungu alishinda kifo, alishinda Hadesi, alinyang'anya funguo zote. Sitafariki bali nitaishi. Nikienda Hadesi sitaishi bali sitafariki. Kuna wakati wa kusinzia, wakati wa kuamka. Wote kwa watoto wanapiga chakula pamoja kusinzia, wako na huzuni. Kwa saa yote chakula kiivya atamsha watoto kwa ni macho unasinzia, wote tunatembea mezani. Mungu wetu unasinzia, unaoga, hakuna tatizo nayo, unasinzia ndani yake, unamwamini. Wakati ya kuamka ikifika, wote walikuwa kwa hai, wote watakuwa wanasinzia, wote tutamraki, tutatembea mezani. Mungu aliandaa sisi apewe sifa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Watusomee kitabu cha Zaburi. Zaburi 125 mstari wa 4 tu. Mtu yote anataka kuishi na Mungu, kuna mwenye anaweza kuacha na kuna mwenye atapewa na kuna mwenye atatumikiwa na mwenye pafika. Mstari wa 4 tu. Zaburi 125 mstari wa 4. Bwana Mungu hata kupikia wabaya vizuri. Ujivue chuki, wivu, kisirani,
Mungu wangu, sijui kama nasikia maneno haya. Kisha jivua, Bwana Mungu naye atafanyisa wazuri mema. Tupatia hitaji yetu, tukijivua tunayotulemea, tutapata hitaji, tukijivua tunayotulemea, tutamlaki Mungu, naye atatusaidia. Nuko leo sasa nilikuwa nasoma pasipo. Nuko mwiyamure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya ishari no gusebanya kose umere nk'abana. Amen. Endelea pale kwenye mstari kuu nafikia. Tukisha jivua tuombe Mungu, ile ni hitaji yangu, ni hitaji yako, ni hitaji ya wadugu, ni hitaji ya watumishi wa Mungu. Bwana Mungu, tembee wazuri mema, tukutia wazuri mema, hao ni wazuri, kutenda waovu, kutenda wazuri, tunapata kusanyika, Mungu atakase, Mungu atakatifu, Mungu atakasiwa, tuweze kuitwa wazuri, kuitwa wazuri, Mungu eti, Bwana Mungu, niko mzuri ndani ya moyo wangu, nakusihi. Najivua kabisa, najivua kabisa wivu, najivua kabisa kuwezana na watu. Sasa Bwana, ufanyizie wazuri mema. Mungu wangu, nilinyenyekeza, ndani yote, nafika chini, najivua, nataka kuongozewa na wewe. Mungu, unasema eti yeyote akikuomboleza kwako hata lala, utamsaidia, utamkamata mkono, utamfikisha kwenda ndani ya moto hata lundia. Bwana Mungu, tupatie wazuri mema. Amen. Bwana Mungu biaka akufe kubisambaza. Unaweza kuwa ni msharati, Mungu akupatia uzima wa milele. Unaweza kuwa wiko mtetezi wa msemaji wa ndugu, Mungu anakupeleka mbinguni. Tunakuwa na heri. Ndugu amenya alikuwa na kinga. Mungu anamwambia eti kinga lako natoka hako. Sasa unataka kuwa dokta, utakuwa unatunza wagonjwa. Ndani ya juma utakuwa unapokea 6,000. Ndani ya mwezi 3 nataka uze gari mpya pamoja na mashashi ya kinga pekee. Unakamata watu wiko na rendezvous au appointment. Akiandikisha shukurani na wewe kwenda Kiislamu. Sasa Mungu kwenda mbinguni, unatanganya wewe enda. Bwana, tupatie wazuri wewe, mstari na uimalize. Amen. Amen. Bwana Mungu, tufanyizie wazuri mema na wenye masafi mbele ya moyo. Kila yote nataka na Mungu, uwe safi moyo wako, uone kitu unataka. Uweze kuimba unakuliwa kama kwa safi mbele ya moyo wako, ndio utaimba nyimbo elfu na kwa usiku wote anawe mjuru. Utabakia juu kata kutoka, lakini walimwengu watakuzomea. Utawaambia yeje acha kunyakuliwa, unataka kupiga magoti ya kuombea. Utawaambia ndio mtu wa wengine, kumbe ndiye nibakisha hapa. Utasema mtu wengine, kwa sababu ninabaki hapa ulimwengu.
nilikuwa adui, nilikuwa mwenye chuki, ile nibakisha hapa, Mungu atakuchekelea, nikataka kuambia wandugu wakuombee. Maana Mungu atakupa wazuri mema na walio ndani ya moyo wao sasa na moyo wao watenda mbinguni. Wandugu na wadogo zangu, alikuwa sasa wengine kama nifanye safi, wewe fanye safi, wewe fanye safi, na wale wafanye safi, kuliwa nasikia mbele haya. Mungu awabariki katika Yesu Kristo. Fanyisha wazuri mema na walio safi ndani ya moyo, ili tuweze kuimba nyimbo ya kunyakuliwa. Kama upende ndugu yako, kama upende dada yako, unaangalia kabinti kanapita pale, au unakutoa mimi, anavaa suruali, unaanza kusema ati kabinti karembo, anavaa vizuri, utaka ndani ya mtego, utaenda mbinguni. Kila mtu yeyote ajichunguze tangu kwa mimi, kwa wewe, na wale wote kwa nyuma, na wale wa kupiga ngoma. Kila mtu yeyote ajichunguze. Kuna wenyewe wanaangalia hapa tukitoka, wanasahau kama tulikuwa ndani ya mkutano. Unasikia kama mtoto wa wengine, wewe unaka ngo yafashe ngaje kunso, mtu fulani kamata anataka kunibusu, wewe unamsaliti, uko adui, hautaenda mbinguni. Wana wazuri mema na walio safi ndani ya moyo, wako safi ndani ya moyo. Na sababu ukweli, nikisimama kwa madhabahu ya Mungu, kama hauna kweli ndani ya moyo wako, hautaenda mbinguni. Kwenda mbinguni sio kuvara suti, kwenda mbinguni sio kuvara karvati, kwenda mbinguni sio kuoga kofia. Kwenda mbinguni kuishi ndani ya neno. Kile yote anaishi ndani ya neno, neno likisema na tutaka au usimame kama utakuwa president, kuna kile ya moja na watu neno ndio kubwa. Kama uishi ndani ya neno na wewe kufanyika wote, na watakia kuishi ndani ya neno ili tupate kuiva kuja kuiva. Kuishi ndani ya neno nyimbo yetu naomba yetu tena mbinguni kwa wewe ndio uko ndani, nami tena mbinguni kwa wewe uko kule. Jua nini? Kuishi ndani ya neno. Kwa kuishi ndani ya neno, kama kuishi ndani ya neno, ndani ya neno, kama kuishi ndani ya neno, wewe walipa na ndio atarifa. Kuishi ndani ya neno utakuwa na matumaini. Matumaini ya nini? Ya kunyakuliwa. Matumaini ya nini? Kama ile yala nitaanzia na furaha, nikifariki sitakuwa ninakufa, nitakuwa nasinzia. Saa yote mimi nitaamka. Tujihadhari Kiislamu, tujihadhari wivu, tujihadhari chuki, tujihadhari ile kabisa kuasi, kwenda upendo ya kupenda neno. Bila vyote tukilifanya. Soma mlango wa 15. Soma mstari wa 16. Wakorintho wa pili. Leo unapafika soma. Sura 6 mstari wa 16 wote. Mungu unataka kubana naye, kama unataka kuishi naye, yote zatura muri wewe, anaishi ndani yako, anaishi machafu, anaishi machafu. Unataka kuishi mtakatifu, Mungu anataka kuwa watakatifu. Mungu naye ni mtakatifu, na waamini wote wako watakatifu, hata kiroho
matendo ya mwili. Wanaokubali kama mimi ni wa nani, Mungu awawezeshe katika jina la Yesu Kristo. Hekalu la Mungu ili kutanisha na miungu inayoabudiwa. Wewe sema eti nitatembea ndani yao. Kulikirao, endelea. Jikalie. Nao watakuwa taifa la Mungu, taifa lilochaguliwa. Taifa la Mungu sio taifa lilochaguliwa, bali Mungu akichagua, anachagua kama vile msasi anakamata maragi, anataka kupiga, anatoa majiwe anatupa kule, anatafuta maragi ya kuoza anatupa kule, anaangalia mchanga, anatafuta na majani anatupa kule. Maragi ya Misri anapata hawa bila njia anapiga watoto. Mungu wetu naye alichagua, alifika Babeli, anachagua Danieli, alifika ndani ya Misri, anachagua Josefu. Na wewe kuna kwenye kuwa Yosefu ndani ya Misri alifungua, lakini Mungu anamchagua alikuwa mwenye hekima, anaye neno Babeli. Danieli alikuwa mwenye busara, alikuwa ndani ya neno, alikataa kuabudu sanamu, anakubali kufundishwa kusudi angalie wa Petro, angalie wa Paulo, aishi milele. Na wewe ulikusanyika leo na mtakia kutamani kuwa kuchaguliwa na watoto wa Mungu. Wataka kuangalia wote aseme huyu aliyekuelewa. Usimbe nitashinda kwa pastor, nitashinda kwa mhubiri. Imba eti mimi niko Mkristo, ndio nitaishi niko yeye. Nifike kurudia kwa Bwana nikiwa Mkristo. Mkristo ni nani? Yeye anakubali kutembea ndani ya mambo ya Kristo. Waliochaguliwa wanastahili kukutana na Mungu. Sisi tuko taifa la Mungu, tuko tofauti na wengine. Ninaomba tusiimbe tu, bali tufanye navyo. Kusudi Yesu amesaidia tubadilishwe tufanye na Mesia wetu. Ule aliyetugusa na damu asikufe bure, kusudi atamani apatikane bibi harusi. Soma Petro mstari wa 9. Petro ya mbere, Petro wa kwanza, ya kabiri, Petro wa pili, Petro ya mbere, Petro ya kwanza, Petro ya mbere ibice bibiri, sura ya pili, umurongo w'icenda, mstari wa 9. nangu here kwa gatandatu. Anzie mstari wa 6. Amen. Mu byanditswe, mu bile biliandikiwa, ntabwo ari ibyavuzwe. si bile, hakuna vile vilivyoandikwa, yaliyoandikiwa ndani ya neno la Mungu. Kuna maneno anayosema angalia itatia ndani ya Sayuni lijiwe. Endelea. Lijiwe lilochaguliwa, kama tuko watoto wa Mungu, tumeonekana kama tuko waliochaguliwa, kama tuko watoto wa Mungu, tumestahili kuonekana kwa ulimwengu kama tuko watoto wa Mungu. Mtu akienda kukunywa pombe, unatengana naye, kwa wakati wowote utashiriki na kutenda maovu, na wewe utakula shapua. Tena aliyeamini neno la Mungu katika ndani ya Sayuni lijiwe, anayeamini hatayarika, anayeamini neno hatayarika, anayeamini neno hataishi na furaha. Walimwengu watamangaliza, watoreko na furaha, iko na furaha tele, furaha ya wokovu. Endelea. Nizeye muziko ariko icyo cy'ishikoko naho kuba kwizera ibuye abubatsi
kubanga kwizera waliokataa kuamini hii neno. Jiwe wajengaji wajengaji wakataa neno, wanakataa Yesu Kristo. Tunajengwa kwa msingi wa mitume, tunajengwa kwa msingi wa nabii Yesu Kristo. Ile jiwe linashika nguvu pembe. Yesu Kristo anakamata mitume, anakamata wanabii, anawakutanisha pamoja ndani ya neno la Mungu. Yule Mungu anatenda hayo, apewe sifa katika Yesu Kristo. Lakini je, wajengaji wakatara limegeuka kushika nguvu pembe. Jua nayo kuanzisha ni mwamba nayo kuangusha. Wanakwaa jua neno la Mungu hawatavitii. Tena ndio uliradaliwa neno la Mungu, ni sisi tuliradaliwa tushazani kwa kwake. Ndio walihubiri, mimi walisema sikereo, mimi walihubiri. Nenda mwambie wewe Bwana heri. Sasa tunashachika ndio kama nimesema ndio kwa msababu nasema vyako, nasema tangu leo unaweza na utupa, tangu leo serikali na utupa, tangu leo chuki na utupa, tangu leo heshima na sasa chini na kubali kuongezana Bwana na kubali kuongezana neno. Unarudia unakwenda kisirani. Kama ulifanya dhambi, Mungu haitakuwa na gihombo. Tena ukikubali kutubu, utakuwa unajiokoa na moto. Wazazi wanapika wakati na kalanga, maji ikimrukia analungula. Lakini wenyewe walilunguziwa Sodoma na Gomora. Ndugu Branham anaandika anasema eti na sasa wanaangana lungula bado hawaacha. Mwenye ataishi kwa ndani ya neno ni vile atakuwa. Endelea. Lakini nyinyi wandugu, nyinyi wadada, nyinyi nanyi, nyinyi, lakini nyinyi sikiliza neno. Jiwe wajengaji walikatala, iligeuka kushika nguvu pembe, wanakaa kwake. Lakini nyinyi watoto wa Mungu, watoto wa Mungu wanadhamani, watoto wa Mungu wanadhamani. Akwe mmoja tu wanadhamani, akwe mmoja tu. Mungu Bwana anasema ati ingawa hawezi kuwa mmoja, alipokea wokovu, ana uzima milele. Anashika zaidi ulimwengu 10. Lakini nyinyi rudia juu. Anzia pale mstari wa 9. Lakini nyinyi ndio taifa lililochaguliwa, makuhani wa ufalme, taifa takatifu, watu Mungu aliyepata, kusudi mweze kutangaza shukurani iliyowaita. Tunatangalia tangu saa hizi sisi waliochaguliwa kutangaza shukurani ya aliyetuita kuhani wa ufalme, mtoto wa Mungu. Tunastahili kutangaza, tunashukuru Mungu, tunashukuru aliyetuita. Waliokusanyika wote tunawatakia kutangaza aliyetuita. Tangaze watu, tangaze aliyetuita. Atatulipia, atatulipa kwa mwisho. Mungu hahesabu mwanzo, Mungu hahesabu mwisho. Kwa mwisho atakulipa. Lakini nyinyi ndio taifa lililochaguliwa, makuhani wa ufalme, taifa takatifu. Hawa ni watu Mungu alipata kusudi mtangaze shukrani
Daudi aliyewaita anawatoa ndani ya giza, anawaleta ndani ya nuru yake, nuru kabisa hadharani. Zamani mlikuwa taifa, lakini sasa mko taifa la Mungu. Zamani hamkusamehewa, lakini leo mmesamehewa. Hata tusamehe, ifanye tukuabudu na mashikani yako ipe sifa katika jina la Yesu Kristo. Abrahamu anamtazama, anasema hivi, huyu ni Mungu, ni Mungu anaweza vyote, ni Mungu anayejishibisha, ni Elohimu, ni Mungu anaweza yote, ni Shaddai, ni Mungu anayeonyesha, ule Mungu anayeonyesha alituita mimi na wewe, nitampa shukrani na yule aliyetuita, alitutoa ndani ya giza, alitutoa ndani ya nuru kabisa ya hadharani. Atungekuwa wakusamehewa, na shukuru Mungu aliyesamehe, atoe sifa katika Yesu Kristo. Na shukuru Mungu aliyesamehe sifa katika Yesu Kristo. Ilikuwa kuangamia, lakini Bwana Mungu alitupa kuangamia. Ya Mzabia Golgotha, mimi na wandugu kama amekomboa. Ule Mungu amekomboa, apewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Shukrani langu ni kwa Mungu aliniita, akisha ananisaidia na mataifa mengine, ananiita taifa lilochaguliwa, anapenda taifa lilochaguliwa. Yote wakipiga nyimbo, yeye anacheza, anaabudu Mungu. Na kwa Mungu mtoa, na kwa yeye mtembea, sio ngodi la hii, sio katika nini, sio kwa kuku, sio kwa mbuzi, sio kwa ng'ombe, mara kukumbuka damu ya Golgotha. Ule ndiye alitoa, wewe ni kule kutoka kutangaza shukrani ya Mungu aliyetuita. Kwa jioni leo na watakia kushindana maneno, usije nyimbo yetu wende ukitenganisha wasiamini, tusikutanishe. Unagiza utenganishe. Sisi kesho, jana tulisema ushiriki na wabaya inaleta mbaya. Shiriki na Mungu wetu anakuwa mmoja naye. Tutangaza shukrani ile tuita, na ndani ya giza na kuingia ndani ya nuru yake. Kwa kuwa tumekuwa kusamehewa, lakini tulisamehewa. Tumekuwa taifa, lakini sasa tuko taifa la Mungu. Tutashinda, kushinda na taifa la Mungu. Mungu aishi na atubariki, uishi pamoja na Mungu. Shalom, shalom.